Honorable Baraza, there is an issue that I need to clarify for Luos to understand and lawyers. Naona wengine wakijigamba sana upande wa ODM ile Raila aliwacha. Na kuna the other side wa Sifuna. Mimi mwenyewe na support Sifuna. The reason why, kuna by election ilifanywa Kasipul Kabondo, Kasipul constituency, where Aroko alisimama kama independence na Were alisimama na ODM. Kidogo tu na Tyson aliingia Kasipul, where Raymond Omolo alikuja na pesa na gunia, akaita Obado, former governor wa Migori, wakaita Yuki Magwanga, deputy wa Wanga, wakaita Adipo Kuome, wakakaa chini mahali pamoja kwa hoteli, wakasema to support Aroko ndiye kuwe MP wa Kasipul. Na hii ni mpango ilikuwa ya Ruto. Aroko ashinde ndio ambie Wanga ameshindwa kazi. Ile wakati anataka mambo ya kuwa deputy president anaambia ulishindwa kazi. Sasa how comes Wanga ananganywa wako ndani ya progress government, lakini Aroko alifungwa kwa jela juu makosa ilikuwa aliua Ng'ondo Were. Akatolewa na serikali aenda simame na independence. Alafu government wana support yeye. Na wananganywa wako ndani ya progress government. Na Jaluo baada hao ni hawana akili. So there is nothing like progress government. Wako ndani ya progress government. How comes serikali wana support independence Aroko ndio asinde Ng'ondo Were kijana? Kama Kaluma angesaliwa, Aroko angekuwa MP wa Kasipul sahi. Kaluma, thank you very much for congratulations for that. Na ile kitu jue, angalia by election ya Kakamega, Stronghold ya Raila Odinga, walifanya election, UDA ilisinda ODM. Tunaenda election sahi. Na ile kitu mjue, Wanga na Oburu mtakuja kulia siku moja. Mnakuja kusema kama Sifuna angesaliwa, kama Sifuna tungesikiza maneno ya Sifuna, ODM haingeenda. Tunaenda election 2027. Lakini stronghold yote ya Raila Odinga baba, Ruto atachukua yote. Ikiwa Mombasa, ikiwa Kisii, ikiwa kila mali ataweka UDA box na ODM box. Na UDA atakuja na pesa. MP kama mimi ni MP ya certain area, niko na chama cha UDA. Ukifungua nyuma ya gari hapo, utaona pesa imejaa kwa gunia. Na tutafanya campaign mpaka washinde. So ile kitu iko ODM haitakuwa tena. Tukienda election, mnakuwa na wachache sana. Ruto anasema sasa nyinyi hamuna MCS, hamuna MPs, hamuna women rep, hamuna senators, hamuna governors. Sasa ile kitu iko, Oburu atapatiwa kazi ya kufagia State House, akue Samba Boy, Wanga akue cleaner. Cause chama wameuza na imeenda na itarudi. Kama Sifuna wezi simama sahi akue simama imara na hii chama, aende hata kwa Kalonzo achukue ile ODM, ile Kalonzo alikimbia na ile nusu, alete activate yaze kazi tusimame na ODM. Simama Kalonzo akue president, Sifuna akue deputy wa Kalonzo. Tunakuwa na MPs wengi, na MCS wengi, na governors wengi, na women rep wengi kupitia Sifuna na Kalonzo. So, Oburu na Wanga wamesauza chama. Na hiyo chama haitarudi tena. Wamelipwa half billion. Mwenye anaongea hivyo ni Baraza. Nasema hivyo, kama wewe ni Jaluo, unasema muliwache kwa serikali, baba alituache kwa progressive government. Muliacha progressive government na muna kili. Another issue that I want to ask you, Jaluo. I'm demanding the answers. Who killed Ngeno? And why and for what? And who killed Raila Odinga? And why and for what? And who killed Ng'ondo Were? And why and for what? And who killed Ogola? And why and for what? The answer is this. Museme ni Ruto. I want to challenge you. Mwenye aliua watu wote ni Gachagua. Ndiye bandikie Ruto anaua watu. Ndiye aribia Ruto kura. So sitaongea mingi sana, lakini mali huko hapo naona wengine wameanza kukasirika. Nataka umwe kabisa. Mwenye aliua this group na anahesabu sahihi ni Gachagua. Ukiwa Jakaranda, Gachagua alisema hivi, Raila kazi yake lazima muniachie malize Paka nino polisi akapiga gari ya Raila risasi, paka Raila akatoka ndani ya gari akavaa helmet Jakaranda. Akipanda pikipiki.
Kuweka risasi Raila yuko ndani. Gachagua naye sio mzuri hata kwanza. Na one day Luos and Waluya. Kama Sifuna ataunganisha Gachagua kwa hii chama yake, ataunganisha na Matiang'i na Kalonzo. Gachagua akiwa ndani, Wajaluo na Waluya, msipige kura. Msipige kura. Huyo Gachagua ni mzalidi sana. Sio mtu mzuri hata kidogo. Kuna vitu anafanya chini ya maji alafu anasema Mheshimiwa Ruto amefanya. God bless all of you abundantly. Na kama wewe ni Mjaluo na Mluya, unisikize. Kama Sifuna ataunganisha na Gachagua akiwa na Babu Owino, msipige kura, mpige Ruto block. Na wakiwecha Gachagua nje, mpige Kalonzo na Sifuna kura block. God bless all of you abundantly. Umesema utaki Gachagua kabisa? Simutaki. Simutaki kabisa. Simutaki kabisa, nimewaya sitaki. Kama hako ndani ya Sifuna na Babu Owino, Wajaluo na Luya wasipige kura. Lakini akitoka nje wewe nje, Kalonzo baki na Sifuna na Babu Owino na Matiang'i, mpige kura. Lakini wakeka Gachagua hiyo jinga, mpige Ruto kura block. Naende 20 bila break ama ende no limit, ndio Singapore jengwe. Singapore maji. Sawa Mr. Baraza, tumeshukuru kwa muda wako. Tumeshukuru sana. Ile kinamalizia kwamba Mheshimiwa Ruto amesema vizuri kwamba anataka kuweka Kenya kwa kama Singapore. Singapore ilijengwa na 50 years. Na Ruto anaenda kufanya 5 years. Ile kitu naona hapa mbele, tutaweka referendum. Referendum hii tukipiga kura vizuri sana, Ruto atashinda, mtapigia governor kura na senator na MP na MCS. Lakini president tutaweka no limit for president. Milele na milele mpaka aende na 120 years, akikuwa mzee aende nyumbani. God bless all of you abundantly. Sawa. Shukrani Mr. Baraza.